Na kwa namna gani pengine kwa anayeanza anaweza kuzikabili changamoto ambazo ziko kwenye masoko ama unapoongea kwenye soko? Na nafikiri ni vyema pia tuzijue hizo changamoto. Yaani mtu ajiandae mapema kabisa kwamba bana sawa tunakwenda duniani, lakini kuna changamoto 1 2 3 4 5. Sasa changamoto kubwa sasa hivi ni mbili. Kuna kitu kinaitwa ushindani wa identity, utambulisho na ushindani wa namba pesa. Ukiingia kwenye soko la sasa hivi utakuta watu wa aina mbili. Kuna mtu ambaye anashindania bei. Yaani wewe ukiweka 5000 yataka 4500. Kika 4500 hata wageni wanafanya sana hicho kitu. Ndio maana wanaogopesha sana wenyeji. Alafu ushindani wa pili ni ushindani wa utambulisho. Kwamba wewe kwenye soko una thamani ipi? Wewe unajulikana kwa ukubwa gani? Kwa hivyo unapoingia kwenye soko sasa hivi, mimi kwa uzoefu na ushauri, pambana kutengeneza utambulisho wako. Utambulisho unaongeza thamani kitu chochote unachokiuza. Sasa hivi ukimpa brother Sam hapa auze mfano hiyo iPad, ni tofauti atakavyouza kijana wa mtaani, James wa mtaani tu. Yaani kwa sababu utambulisho wa Sam una value ndani yake. Kwa kile kitu kinapanda thamani. Kwa hiyo unapoingia kwenye soko sasa hivi leo kuna ushindani wa kibei na ushindani wa utambulisho. Kwa hiyo kama ni Malkia Steven tunaingia sokoni, sisi tunasema find your niche, eneo lako. Mimi mtaalamu wa sabuni, mimi mtaalamu sijui wa keki, mimi mtaalamu sio kushona. Ingia enjoy eneo lako vizuri, lijue 360, lielewe lote. Afu la pili, jenga brand. Onekana, jitoe pale, zungumza kama mtaalamu, usizungumze kama mtengeneza keki. Zungumza kama mtaalamu, zungumza si mwenye kisukari anakula keki ipi, tukuone wewe ni mtaalamu. Ile brand ikishajijenga vizuri, sasa tutakuwa tunasema tunakula keki za. Ukisema nimekula keki ya make sense, lakini sema nimekula keki za, ile ina make sense kidogo za fulani. Hivi ni nzuri, tunakula keki ya nani? Yes. Kwa hiyo ukishajua kwamba kuna ushindani wa bei na ushindani wa utambuzi, wewe kama ushindani wa bei huwezi, usiende. Kwa sababu ushindani wa bei siku hizi kuna mwingiliano wa soko. Na sasa hivi soko la Afrika Mashariki linafunguliwa. Wageni wanaruhusiwa kuingia kuwekeza. Hutaweza hapa. Nenda kwenye tengeneza utambuzi. Jenga brand yako, onekana mara kwa mara, jifunze kila kitu kuhusu kitu unachokifanya. Usiende kwenye soko kama hujaelewa bidhaa yako vizuri au kazi yako vizuri. Hakikisha unaelewa. Tafuta wataalamu wa kufunza kwa ndani zaidi. Alafu ingia sokoni sasa, jionyeshe mimi ndo fulani. Fanya kama mtaalamu, zungumza kama mtaalamu, na usiogope kujipost katika mitandao ya kijamii, kwa sababu katika kila biashara duniani inajengwa na brand mbili. Personal brand na business brand. Ndio maana sasa hivi tukizungumzia sasa hivi mfano Facebook tutamtaja Mark Zuckerberg. Tukizungumza Tesla tutamtaja Elon Musk. Lazima kuna brand mbili zinajenga biashara moja. Kwa hiyo usiogope kuonekana, kwa sababu ile tukishauliza tunataka iPad kutoka wapi ni swali la muhimu sana. Kuna mtu anauza gari yake, ni nani? Hilo ni swali muhimu sana. Kuna mtu anatengeneza keki, ni nani? Ni swali muhimu. Kwa hiyo usiogope kujenga utambulisho wako, muhimu sana kwenye biashara. Mjasiriamali, mfanyabiashara anapaswa aelewe kitu gani katika swala zima la masoko na mauzo? Hebu tuanzie hapo. Karibu sana. Asante sana. Mjasiriamali hasa mwanamke lazima ajue kwanza mabadiliko ya soko. Tunasema kulikuwa na traditional marketing. Zamani ilikuwa lazima ushike vipeperushi uzunguke door to door. Lakini siku hizi tumerahisishwa na digitali. So digital imekusanya watu wengi sana. Watu watafuatilia habari kwenye digital, watu watafuatilia bidhaa mpya kwenye digital. Sasa imerahisisha kutoka kuwa na duka Samora Avenue au Kariakoo. Sasa hivi duka liko sehemu moja, bidhaa ziko sehemu moja, wateja wako sehemu moja mtandaoni. Kwa hiyo kama mtu anataka kufanya biashara na aende huyo Malkia, first of all lazima ajifunze digital skills. Kuna vipengele vinne tunaitaga ABCD of any personal brand. Kwamba A ni appearance. Ndio maana lazima katika maudhui muonekano wake uwe mzuri kidogo, unavutia, unaeleweka. Hata bidhaa kwenye package lazima appearance iwe nzuri. Inaonekana wapi, nani kaitumia, inaongeza sana faida na thamani. Cha pili ni behavior. Lazima yeye kama mwanamke, na hapa sasa kama Malkia, lazima aweze kucontrol emotion, ile emotion intelligence. Lazima ajitambue yeye kama yeye, hisia zake, na kuacha kufanya vitu kwa mhemko. Unajua kina mama wana hiyo shida. Kani kwanza bana jana sasa mimi ninakomwe. Kwa hiyo anapaniki pale pale, lakini lazima ajitambue. So cha tatu, communication. Siku hizi kwenye digital unaweza kukuta mtu ana kitu kizuri sana, lakini wewe unapokisema kakiuza kwa thamani ndogo sana, kwa sababu umeshindwa namna ya communicate value ya kile kitu. Afu cha mwisho ni digital skills.
Kwa lazima ajifunze maarifa ya mtandao upi unafaa, upi haufai, upi unataka nini, content zipi zinafanya vizuri mtandao gani. Ukiona hivi vitu vinne umeshapata njia nzuri sana ya kwanza na uhakika kufanikiwa. Asante sana kwa kutazama video hii. Naomba like na comment chochote, kisha bonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata madini mapya kuhusu biashara, elimu ya fedha, uwekezaji, digital marketing na hamasa kila siku.